Halo, unapokuwa wewe ni rais wa nchi na unakwenda na siwezi nikaita playboy, unaenda na, manake kuna mashuga mami na mashuga daddy. Sasa imagine you are a president of a country, you are fighting for women's right and everything, then you get slapped. Unapigwa na mke wako kibao kwenye ndege, dunia nzima inaona. Haya, nifuatilie kwenye kipindi changu. Mimi ni yule Selina ambaye niko kwenye gari, naendelea na series ya kwenye gari. Kama mnavyojua, kwa siku 3-4 zilizopita, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alipigwa kibao na mke wake wakati wanataka kutoka kwenye ndege akiwa anaelekea ziara ya Vietnam. Walikuwa wanaenda Vietnam. Kama mnavyoona kwenye picha hapo, ni kwamba mkono ambao ulimslap Macron ni mkono ambao ulikuwa na red jacket, na mke wa Macron amevaa red jacket. Unaona? Kwa hiyo without no doubt kwamba yule alikuwa ni Brigitte Macron ambaye amemnasa kibao mume wake. Sasa Macron alivyorealize kwamba media, watu wanachukua picha kule nje, ikabidi ajibaraguze. Na kama picha mnavyoona, amejibaraguza, lakini ile kwa aibu. Sasa rais mzima wa nchi unapigwa kibao na mke wake. Kwa hiyo kajibaraguza, kajifanya kama vile hakuna kilichotokea. So funny enough, wakati wanatoka sasa kwenye ndege, amejaribu kumuofa mke wake mkono ili amshike mkono washuke wote kwenye ngazi, lakini mwanamke akauignore ule mkono, hakujali. Mjue kwamba yani ni vipi Brigitte na Macron wamekuwa wapenzi. Brigitte alikuwa ni mwalimu wa art shuleni, wakati yule kijana akiwa ni mwanafunzi wake. Mwanafunzi Macron alikuwa ni mwanafunzi, yuko so bright nini. Kwa hiyo Brigitte alimpenda kwa kumuona mtoto huyu ni yuko so bright na atafika mbali sana. Kwa hiyo akiwa na miaka 17 ndo walianza mapenzi. Wakati huo Brigitte naye alikuwa ashaolewa na mwanamume mwingine ambaye amezaa naye watoto 4 kama sikosei. Kwa hiyo baadaye alivyomaliza pale shule, Macron akaja kusoma, Brigitte huyo akamshauri aende akasome chuo fulani Paris ili kuendelea na yale masomo yake. Kwa hiyo kweli alikuja kusoma Ufaransa, lakini kwa sababu Macron alimwahidi Brigitte kwamba mimi bwana, wewe ndo mpenzi wangu na sitakuacha, nitakuoa. Kwa hiyo mapenzi yakaendelea na mtoto na mwalimu wake mpaka wakaja wameoana mpaka hii leo. Kwa hiyo Macron yeye hana mtoto, lakini mwenzie ana watoto 4. Mpaka sasa amekuwa ni first lady. Ngoja nifunge dirisha, kuna nyuki hapa wasije wakaniingilia kwenye gari. So Macron sasa na Brigitte ndo first lady wa Ufaransa. Lakini sasa nini na hasa lengo langu kuzungumzia hii episode ambayo mtaiona, ninaiweka, mtaona, alafu mtaniambia nyinyi.
So let us discuss. Wewe utatoa maoni yako. Unaonaje hiki kitu ambacho kimetokea? Umeona hiyo video? Unaonaje kilichotokea? Ana haki ya kumpiga kibao mume wake au hana haki? Lakini inabidi tuongelee pia, kuna watu wametoa maoni tofauti. Tunaongelea kila siku kuhusu domestic violence, kwamba wanawake wanapigwa sana na wanaume, na kinachokuwa hakiongelewi zaidi labda wanaume kupigwa na wanawake zao. Lakini kwa hapa siwezi kujua nini kimetokea, ila ninaenda tu kutokana na ule mkono ambao unaonekana umempiga Macron au umemslap Macron, kwa sababu ni mkono wa Bridget ambaye alivaa red jacket. Kwa hiyo tu nina assume. Japo Macron mwenyewe ametoka na kusema kwamba ile eti ilikuwa ni joke. Wanafanya joke kwa sababu kamera zimekukachi. Unafanya joke kweli, unaenda kupigana kwenye mwanamke anakupiga kwenye ndege. Unafanya joke, mwanamke anakataa kuchukua mkono wako. So hiyo ni wewe utajaji kwamba nilikuwa ni joke au Macron kuna kitu amefanya mle kwenye ndege, kuna kitu kafanya labda toka nyumbani, mwanamke akaamua kumzaba kibao kabla hawajatoka kwenye ndege. So let us talk about this here. I'm talking about domestic violence ambazo wanawake wengi ndo wanakuwa wanapitia. Asilimia kubwa inakuwa ni wanawake kupigwa na wanaume. Haijakuwa wanaume kupigwa na wanawake. Hayo yanakuwa hayaongelewi sana. Lakini nyinyi wanaume mlioko humu mnaonisikiliza, mtajaji na mtacomment, mniambie kwamba hii ni abuse ambayo Macron ameipata, ambayo tunahitaji kuizungumzia, au ni kitu gani ambacho kimetokea. Kama mwanamume unafanyaje na kama mwanamke unafanyaje? Kwa hiyo hicho napenda sana nyinyi wanaume ambao mnasikiliza, basi mnipe maoni yenu, kwa sababu mimi sijui, nitakuwa tu kama ninapiga kelele violence za wanawake. Ni kweli wanawake wanapigwa sana na wanaume, hasa tukirudi kwenye African culture. Mwanamke yuko radhi, unapigwa mpaka unatolewa macho, lakini hutoki kwenye nyumba. Ni kwa nini? Ni kwa sababu unaona kwamba hii ni tabu. Kama mimi nitatoka, mwingine ataingia. Mwingine anafikiria kwamba mimi ninaweza nikambadilisha mwanamume tabia yake, kwa hiyo nitambadilisha. Trust me, you can't. Huwezi kuchange tabia ya mtu. Mtu ambaye yuko narcissist, mtu ambaye yuko abusive, mtu ambaye ana hizo tabia zake, huwezi kumbadilisha. Usije hata siku moja ukaingia kwenye mahusiano na kusema kwamba eti mimi tabia hii nitaibadilisha. No, huwezi. Mie ndo nakwambiaga hivyo. Huwezi mwaya ukambadilisha mwanamume tabia yake. Na wewe mwanamume pia huwezi ukambadilisha mwanamke tabia yake. Kwa hiyo kuna vitu vingine compromise, lakini kuna vitu vingine huwezi kucompromise. Huwezi kucompromise abuse. Hicho kitu tutadanganyana. Utakaa mwisho wa yote. Sorry, mtanisamehe nilitoka kidogo kwa sababu ya message yanayoingia. Tunaendelea na topic yetu ile kwa sababu imetokea Macron amezabwa kibao au na mke wake kwenye ndege. Kwa hiyo ninavyorudi na kuzungumza kwamba kuna tabia nyingine unaweza ukacompromise, lakini kuna tabia nyingine huwezi kucompromise, hasa zile za kuwa abused au kumabuse mwenzio. Mimi naongelea pande zote mbili. Kwa wewe mwanamke ambaye unapiga mwanamume na wewe mwanamume ambaye unapiga mwanamke. Hakuna mwenye right ya kumpiga mwenzie. Hakuna. Hata kama mwenzio kakukosea vipi, hutakiwi unyanyue kidole chako au mkono wako eti umpige mwenzio. Who are you?
huoni aibu. Alafu ukitoka pale unataka tena kwamba yule yule eti aje akubembeleze. Na mara nyingi manarcissist, sisemi nazi, ninasema narcissist, wanaume wenye hizi tabia, anakupiga alafu anaenda anakununulia zawadi, anarudi anakuambia oh, samahani mke wangu, mimi nakupenda sana, sitarudia tena, sitafanya hivi. Na we unalewa, unaona kwamba ameniomba msamaha, hayatarudia. Kesho anakuja anakutandika tena, oh, nisameheni, sitarudia tena. Kwa hiyo sasa hii kitu inakuwa ni cycle, inaendelea. Hata acha, trust mimi, hata acha, hata akuombe msamaha mara 100. Tabia ya mtu hiyo ni kwamba hata iacha. Kwa hiyo tukirudi sasa kwa mzee baba, mdogo wake mzee baba, kwa sababu Macron saizi wengine wanasema eti ni kwa sababu anataka kumuondoa Ibrahim Traore na anamtetea yule rais Bia Ouattara, sio Bia, Ouattara, rais wa Ivory Coast. Hicho eti ndo kisa ambacho yule mwanamke alimzaba kibao Macron. Mwanamke anapinga kwamba kwa sababu kama mnavyojua French colony ziko nchi 14. Without these 14 countries, there is no French, there is no France. Yani hiyo ndo for sure, kwa sababu hawa watu bado wanalipa colonial tax kwa Wafaransa. Kwa hiyo kitakachotokea ni kwamba Mfaransa akipoteza haya makoloni yake 14, atapata wapi hela? Hana viwanda, hana kitu chochote. Yeye anategemea ile colonial tax ambayo anategemea pia madini yanayotoka kwenye hizi nchi. Kwa hiyo sasa hizi nchi zikijikomboa ni kwamba hatakuwa tena na pesa ya kuiendesha Ufaransa. Kwa hiyo wengine wana exaggerate na kusema kwamba ni kwa sababu ya hilo ndo mwanamke kamtandika mme wake. Me, I don't know. I'm just talking about what I have seen about this video ambazo zimeenda viral, watu wanaziongelea. Kwa hiyo na mimi naiongelea ile tu ambayo ninaona. Siongelei kitu ambacho sikijui. Sijui ugomvi wao, hayo yote watajua wao wenyewe. Lakini tukirudi ni kwamba ukishazizumu hizo picha ndo utaona. Kwa hiyo jamani, hakuna kwamba watu wa mataifa au viongozi wanaokaa wanatuongoza hawapitii kwenye abusive relationship. No way, wanapitia. Na mimi ninaamini kabisa hata kimke hiki kimelani cha huyu mzee mwenye yellow face, kale kama mwanamke kanapitia abuse. Lakini na mnaliona mzee baba lenyewe linavyokuwa linaongea ushenzi, linafanya ushenzi wa kila aina. Lakini kwa sababu ni first lady, unaona kwamba ngoja nivumilie, mtu mwingine atakuja kuchukua hii, amwe first lady. Ndio first lady huku na abuziwa, ndio yanayotokea sasa hivi. Kwa hiyo tunakuwa hatuyaoni, tunaona tu fasedi nje, mtu anafurahi, mtu anacheka, wanaenda wanasimama, wanapiga picha na viongozi wa state kwamba mambo yanaenda vizuri, amwe first lady. But deep down watu wanakuwa abused. Kwa hiyo hapa sasa hatuelewi Rais Macron ndani ya nyumba kila siku yanakuaje, kwa sababu mpaka imagine imefikia mwanamke anakuslap kwenye ndege. Ndege ina wafanyakazi, ndege ina watu, ile delegation yake yote ambayo ameenda nayo iko mle kwenye ndege na wote wameona. Alafu unatoka unasema kwamba hii ilikuwa tu ni utani. No. Oh my goodness. It's not utani. It is reality. Just admit, Macron, anything you say, you have made a statement, you are president office, whatever, prime minister, president of France, you are president. Yeah, mmetoa hiyo statement ya kusema kwamba hii kitu ilikuwa tu ni utani na nini. Msitudanganye. Don't fool us. Tumeona you have been slapped na umetoka pale limekushuka shuu.
uso kama Piriton. Unajua Piriton likisha kushuka kiuso kinakuwa kama Piriton. Kwa hiyo alivyostuka anaona watu na mapicha kule nje kacha, ikabidi ajichekeshe na ajifanye kwamba hii kitu ilikuwa ni kitu nomo, ni mojawapo ya mapenzi, lakini sio mojawapo ya mapenzi. Kwa hiyo jamani, mnasemaje? What do you think about Macron get slapped with his wife Brigitte, who is, I think she's now 80 something. I'm not sure. Others, they are saying she's like 87 and Macron is 40 something. Is it because she is her toy boy or because she has fed up? I don't know. So you will judge. You can judge. Write your comments and then we can discuss. Don't forget to like, to comment, to share my channel. You know what? We need to grow together. We need to grow together. Just support me in my channel. Then it is easier for me to give you more education, more news, more things I learn or I get somewhere. I can give it to you. So you are what it costs you nothing, just to subscribe. Only subscribe to my channel, then we can grow together. So asanteni sana, thank you for watching. Tukutane tena kwenye episode nyingine. Kwa kweli sikutaka kutoa, lakini nimeona hapana, hii ya Macron lazima niongele. Nilikuwa busy but lazima nizungumzie. Kwa hiyo see you guys next time. I love you all. Remember that. Remember to take care of each other. See you later.